Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom, napenda kukaribisha tena katika somo la leo. Last time tulijifunza kuhusiana na nadharia ya mwanga. Tuliangalia sana masomo yaliyopita kwenye upande wa photography, kwenye picha, still picture peke yake, lakini production ipo katika sehemu mbili. Kuna photography na videography. Videography inajumlisha picha na sauti. Sasa tutaanza kuangalia vifaa ambavyo ni basic ambavyo vinatumika kwenye production. Tutaanza kuviangalia kifaa kimoja baada ya kingine, na kifaa ambacho tutaanza nacho tutaangalia kamera. Kamera ndio kifaa cha kwanza muhimu kwenye production. Vifaa vyote ni muhimu, kikosekana kifaa kimoja kwenye production kuna kitu kinapungua, lakini tutaangalia kamera ambacho ndo kifaa main kwenye production, kwa sababu hauwezi kupata picha pasipo kuwa na kamera. Tutajifunza parts, sehemu za kamera, na kamera ambayo tutajifunzia ni hii Sony. Hii inaitwa Sony Camcorder NX. Hii ni NX. Sasa katika hizi kamera kuna digital kamera ambayo sasa hivi tumeshift, tumeenda kwenye digital. Kwa hiyo kwa upande wa camcorder, hii ndo kamera ambayo ni digital. Tulikuwa kwenye kamera ambazo ni analog, tukashift tukatoka kwenye analog tukaingia kwenye digital. Kwa katika upande wa camcorder kama hizi, hii ndio kamera ambayo inatumika sana. Mara nyingi utaiona hiyo inatumika kwa waandishi wa habari, kwenye maharusi. Tunapoongelea camcorder ni hizi kamera kubwa ambazo ni hizi professional camera. Camcorder ni hizi kamera kubwa kama hizi Sony. Design ya kamera kama hizi ambazo zinatumika uwanjani, hizi ni camcorder. Sasa katika kamera kuna kitu kimoja utakikuta cha kwanza ambacho ni kikubwa sana, kinaitwa LCD. LCD ni part mojawapo kwenye kamera, na hii LCD tunaoizungumzia ni hii hapa. Hii inaitwa LCD au display au screen. Hii display kazi yake ni kuonyesha picha, kuonyesha kila ambacho nakichukua, kila ambacho nakishoot. Hii ndio inaitwa LCD. Kirefu chake ni liquid crystal display. Ndio hii hapa inaitwa LCD. Alafu huwa kuna hii hapa part ambayo ni lens. Hii kazi yake ni kupitisha mwanga. Tunaweza tukaifungua hapa, huu ni mfuniko wake, lens inakuwa iko mbele. Sasa hii lens ndio huwa inapitisha mwanga kuingia kwenye kamera. Kwa part yake ni hii hapa. Na katika lens kuna rings, utazikuta rings kama tatu. Kuna hii hapa rings ya kwanza, ya pili, ya tatu. Hizi zinazunguka, unaweza una rotate hivi zinakuonyesha. Sasa hizi rings mbili zina kazi yake, utazikuta kwenye lens. Kuna hii hapa ndogo, kuna hii hapa ya kati, kuna hii hapa kubwa. Sasa kuna hii hapa part, hii hapa inaitwa body. Kwa hii hapa ndo body ya kamera, kukata hapa kuja huku, hii inaitwa body. Unaona? Hii hapa inakuwa imebeba button. Kuna sehemu ya button kama hizi. Hizi ni kwa ajili ya kufanyia setting tofauti tofauti. Utakuta kuna hii hapa ya kwanza imeandikwa white balance, kuna hii status, kuna hii raw, kuna display, kuna slots, kuna gain, kuna white balance, kuna shutter, kuna full out. Vile kuna sehemu ya kuzima na kuwasha kwenye kamera, lazima ujue sehemu ya kuzima na kuwasha. Sasa kwenye hii kamera, hii Sony, button yake ya kuzima mara nyingi utaikuta iko hapa. Hii hapa. Ukisukuma hivi, kamera ndo inawaka. Unaona kamera yako hapo ndo inawaka. Unaona? Hapa pa kuzima na kuwasha. Ukirudisha huku nyuma, hiki kibutton ukakipush kikasogea huku nyuma, kwenye hiki kiduara kimewekewa kile kialama cha kuzima, kamera yako inakuwa imezima. Alafu ukisukuma hii mbele, hii button kuna kimstari kama kialama kimeandikwa 1. Maana yake hapo kamera ndo inawaka. Sasa hii line ya kwanza hii huwa ni kwa ajili ya focus. Kama unatumia manyu,
kwa sababu kwenye kamera kuna auto na kuna manyo. Sasa hii kuna batani yake, ukibonyeza inakuwa manyo na auto. Sasa kwa wale ambao wanajua kuendesha magari, kuna kitu wakipo kwenye gari, kuna manyo na kuna auto, kwamba kuna gari ambalo ni manyo, gia unaingiza mwenyewe, na kuna gari ambalo ni auto, gia hauingizi. Ukishawasha kuna sehemu ya kuongeza tu moto, gari yako inaongeza spidi. Sasa katika kamera vile vile kuna manyo na kuna auto. Sasa ukiwa sasa unatumia auto, hii hapa focus unaweza ukaitumia hii lens, na focus kazi yake inakuwa ni kutengeneza clarity kwenye picha ionekane au ififie. Kuna hii hapa sehemu hii ni mic. Kwenye kamera hizi camcorder lazima ziwe na sehemu ya mic, kwa sababu zinachukua picha na sauti. Kwa hiyo hapa huwa ni mic. Kwa hiyo hii kama una shoot maybe ni event yoyote, hii itakuwa inachukua sauti. Kamera hii itakuwa inachukua sauti yake, ambapo sasa unaweza vile vile ukafungia external mic ambayo inakuwa inachomekwa hapa. Kama ushawahi kuziona mtu ana shoot alafu kuna mic inakuwa imepitishwa hapa, huwa inawekwa hapa. Kuna hiki kinanili cha kufungua, unafungua hii lock yake, alafu mic unaweka hapa. Kwa hiyo inakuwa na mic ambayo ni manyo, na hiyo nanili kuna sehemu ya kuchomeka. Utakuja utachomeka mic yake, njia zake ziko hapa. Hizi input za mic utazikuta ziko hapa. Ukifungua hizi kuna input za mic, kuna input 1 na input 2. Sasa kuna zile mic zinakuwaga na nyaya mbili upande wa left and right. Sasa zile nyaya kama unatumia mic ya hivyo, kwa hiyo utachomeka hapa input 1 na input 2, alafu mic yake inakaa hapa. Kwa hiyo waya utakuwa unachomekwa hapa, waya wa mic. Kwa hiyo inatumika kufunga mic ambayo ni external mic, kwa sababu hii ni internal mic yake ambayo inakuja nayo. Kwa hiyo sehemu ya mic ni hapa. Kwa kwenye hii kamera lazima utakuwepo na sehemu ya mic ya kufunga mic, ili unaposhoot sauti inakuwa inaingia. Kwa hiyo basi huwa kuna hii part hiki hapa, hili box inaitwa mate box. Hili hapa, hili kazi yake ni kuzuia miali ya mwanga ambayo haitakiwi kuingia kwenye kamera, kwa sababu kule kwenye mwanga tulijifunza kwamba pakiwepo na mwingiliano wa mwanga unaoingia utasababisha pawepo na flare. Sasa hii kazi yake inakuwa inafanya inazuia mwanga unaoingia kutokea pembeni, kwa sababu tunatakiwa tupate focus ya mwanga ambao unatoka mbele kuingia kwenye kamera ili uingie kupitia kwenye lens. Sasa hii imetengenezwa ili kuzuia ule mwanga unaoingia kutoka pembeni, kwa sababu huu mwanga ukiingia pembeni ukaenda ukagonga kwenye kioo cha lens unatengeneza flare. Kwa hiyo hapa imewekwa kwa ajili ya kuzuia hivyo vitu. Sasa hii huwa inafunguliwa, unaweza ukaifungua ukaitoa, unaweza ukafunga, na kuna zile external unaweza ukafunga mate box ambayo ni kubwa, kama mshai kuona kwenye baadhi ya kamera zimefungiwa lidude huku mbele kama likubwa kubwa lina mananili. Sasa zile huwa zinaitwa mate box, na hiyo kazi yake ni hiyo. Kazi nyingine ya hii mate box ni kuprotect lens, kwa sababu lens ni eneo moja ambalo ni sensitive sana, ambalo halitakiwi kuasiliwa aidha na mikwaruzo aidha kwa namna yoyote kugonga. Sasa hii imetengenezwa vile vile kwa ajili ya kuprotect lens, kwamba ikitokea labda mmegongana kwa bahati mbaya itapigwa hii mate box, lakini lens haitaathirika kwa ndani. Lakini vile vile kuna battery, kuna sehemu ya battery. Sehemu ya battery ni hii huku nyuma. Sasa ngoja tuzime kwanza. Sehemu ya battery huwa ni huku nyuma kwenye hizi kamera. Sehemu yake ya kuwekea battery huwa ni iko huku nyuma. Sasa hii huwa namna ya kuitoa, kuna button hapa juu imeandikwa battery release. Hii battery release ukiibonyeza hivi
unaibonyeza hivi, alafu betri unasukuma juu, betri unatoa. Kwa hiyo hii hapa ni sehemu ya kuweka betri, na namna ya kujiweka, ukitaka kuiweka unaingiza namna hii, unaona. Ukishaingiza namna hii unasukuma kwenda chini, kuna sehemu hapa, hii hapa kidole kinaingia kidole, unaona. Unabonyeza hivi tap, shaibonyeza hapo sasa betri imekaa vizuri. Kwa hiyo hapa kuna sehemu ya betri, lakini huwa vile vile katika hizi kamera kuna sehemu ya card, zinaitwa card slots. Card slots huwa ziko hapa. Kamera yoyote lazima iwe na sehemu ya storage ya kuwekea yale material, kwamba ile picha ikiwa captured inaingia kwenye nini, lazima pawepo na sehemu ambapo pana storage. Sasa storage huwa tunatumia card, na sehemu ya card ni hii hapa. Ukifungua hii inafunguliwa, na hizi camcorder kwa mfano kama hizi mpya ambazo zimekuja sasa hivi, hizi 4K zina sehemu mbili za kuwekea card, kwamba ikijaa sehemu moja unaweza ukachomeka sehemu nyingine, na hiyo sehemu ni hii hapa. Ukiweka kadi ni kubonyeza tu na click kwenda ndani, kadi inatoka namna hii, unatoa. Hii ndo kadi yake. Na namna ya kuweka, unaweka hivi, meno yanaangalia upande huu. Ukiangalia hapa tu wamekuwekea kabisa picha kwamba kadi inakaa hivi. Hapa kuna kialama kwenye hii sehemu ya kuwekea, kuna kialama wamekuonyesha kwamba kadi inakaa hivi, maana yake itaingia hivi. Ukishaweka kadi hapa unabonyeza, afu inakuwa imeingia. Sasa kwa sababu ziko mbili, unaweza ukaweka ya chini yake hapa, utaweka sehemu ya chini yake ambayo hii yote inaitwa card slots. Kibonyeza inatoka, iko hivi. Na hii kadi huwa ni unanunua pembeni, haiuzwi pamoja na kamera. Kwa hiyo hizi huwa ni za kununua, unanunua pembeni naweka. Na swali unaweza ukajiuliza kwamba sasa kama ina sehemu mbili za kadi, unaweza ukaweka sehemu zote, ukaweka kadi mbili kwa wakati moja? Ndio, jibu ni ndio, kwamba inaruhusu tumia kadi mbili kwa wakati mmoja. Ikijaa hii ya juu automatic inahama yenyewe, inaingia kwenye kadi ya pili. Kwa utakuta material mengine imeingia kwenye kadi ya kwanza, material mengine hapo kwenye kadi ya pili, lakini ina record kwanza kadi moja. Ikishajia kadi moja ndio inapeleka kwenye kadi nyingine. Kwa hiyo sehemu ya kuwekea kadi unatakiwa uijue. Ukipewa kamera, kitu cha kwanza lazima ujue sehemu ya kuwasha, ujue sehemu ya kuweka kadi, kwamba kadi ipo. Huwezi tukachukua kamera alafu kaenda moja kwa moja location kwenda kushuti pasipo kujua vitu vya muhimu. Lazima ukague, utaangalia kwenye kadi kama kadi ipo na sehemu ya kuweka kadi ni wapi, ni hapo tayari. Sasa hivi vitu vipo kwenye hii board. Kuna output inatoa vitu nje, kuna vitu vinatolewa kwenda nje. Sasa hii HDMI output yenyewe inafanya kazi ya kutoa picha kwenda kwenye aidha kwenye transmitter. Unaweza ukafunga transmitter aidha kwenye TV, kwamba unaweza ukawa na shoot, lakini picha unayoshoot inaenda moja kwa moja kwenye TV. Kwa hiyo hii hapa utatumia HDMI, utachomeka hapa. Lakini kuna hizi AV output. Hii nayo output inatumia zile nanili, unaweza ukatumia waya kwenye deck ukachomeka hapa na ikaenda moja kwa moja kwenye TV. Lakini vile vile kuna sehemu ya kuchomeka SDI. Kama kuna SDI waya unatumia SDI waya, nayo inatoa picha. Kwa picha ile unayoichukua inakuwa inasafirishwa kwa kutumia waya, inaenda kwenye skrini au inaenda kwa ajili ya matumizi mengine kama ni streaming, inakuwa inaenda kwenye device, kwa kule itapitishwa kwenye program na itaruka hewani. Kwa lazima hizo nyaya ziwepo, ambapo ndio hii hapa sehemu ya juu ndio ya kuchomeka SDI waya. Lakini kuna DC output, direct current. Vile vile kama utumii battery unaweza ukatumia direct wire, ambao sehemu yake ya kuchomeka ni hii hapa chini, iko chini utaiona.
Utachomeka hii hapa, utachomeka kwenye umeme kama ni kwenye extension, kwa itakuwa inatumia umeme wa moja kwa moja. Na madhara yake ya kutumia hiyo, kama umeme unaotumia una changamoto ya kukata au kukatika, maana yake umeme ukikata na kamera inazima. Sasa changamoto, kama ulikuwa una shoot yale material yana hatihati ya kupotea. Hizi DSLR, hizi camcorder huwa zinafanya recovery ya yale material. Kama umeme ukiwasha, ukija kuwasha kamera itakuomba kufanya recovery. Ukibonyeza recovery inaanza kuprocess yale material, yanarudi. Sasa lakini hiyo huwa ni hatari sana. Unaweza usifanikiwe kuyarudisha material. Kwa ndo asali ya kutumia hii direct charge. Sehemu nyingine hii hapa inaitwa arm. Huu unaitwa mkono. Hii arm kazi yake ni kushikia, na yenyewe ni part ya kamera. Kazi yake ni kushikia. Unaona, unaweza ukashika namna hii mkono. Kwa kama hivi umeshuti, unaweza ukaishika kwa namna hii ukaa uko comfortable namna hii. Kwa hii inaitwa arm. Na kuna sehemu nyingine hii hapa, unaweza ukaweka mkono wako hivi ukashuti hivi, inaitwa arm. Na kuna part nyingine inaitwa viewfinder. Kwenye kamera yoyote lazima utaikuta hii sehemu inaitwa viewfinder. Viewfinder ya hizi camcorder huwa iko hapa. So ukiwasha kamera, kama hautumii hii, unaweza ukatumia hii hapa viewfinder. Unaweka jicho namna hii, namna hii. Kama mshaiko kipindi cha nyuma, mimi nilikuwa nikimwona mtu anashoot ameweka jicho hivi, nilikuwa namuona ni mtu professional sana. Kumbe hizo ni namna tu ya kutumia. Sasa hii viewfinder inafanya kazi kama una shoot kwenye jua au kwenye mwanga mkali sana, ambapo huwezi kuitumia hii hapa ukaona vizuri kama mwanga umezidi. Kwa hiyo inakulazimu, kwa sababu kama ni una shoot ni juani, ni nje, maybe unaweza ukawa una shoot taarifa ya habari au una shoot matukio, au ni jua, hauwezi ukalibalance jua tofauti na indoor. Kwa hiyo sasa hii hapa hauwezi ukaitumia, huwezi ukaona picha vizuri, huwezi ukaona focus kama picha ipo kwenye focus au ipo kwenye autofocus. Kwa hiyo itakulazimu utumie viewfinder. Viewfinder ndio hii hapa. Maana yake ukishatumia hii haitatumika. Unaweza ukaifunika na ukatumia hii hapa namna hii. Wakati huo ukiwa unatumia hizi settings zako, kama ni picha una zoom vizuri, lakini jicho lako umeweka hapa. Kama ni una shoot mtu ana present, kama ni taarifa ya habari, uko utaweka hapa, utaanza kushoot. Kwa kama ni harusi utaweka hapa, utakuwa na shoot, unaona matukio yako vizuri. Ndio hii hapa inaitwa viewfinder. Katika hizi camcorder utaikuta iko hapa. Mara nyingi sana watu hawaitumii, lakini kazi yake ni hiyo. Ukitaka kutumia stand, kuna plate unafunga hapa. Unafunga hapa plate yake. Kwa hiyo unaweza ukatumia stand na nini hapa. Kwa hapa tunakuwa tumemaliza parts zake. Kwa hiyo hii hapa inaitwa Sony camcorder na parts zake zinakuwa ni hizi. Sasa tuangalie kwenye DSLR inakuwaje. Sasa hii inaitwa digital camera. Mara nyingi sana hizi utazikuta kwenye piga picha. Hii inaitwa Nikon DF7500. Wazi zinatofautishana kwa namba hivyo. Sasa kuna hii parts, hii ni lens. Hii ni lens ya kupachika, ni detachable. Sasa hii ni lens na ni mfuniko wake hapa. Unabonyeza, unafungua. Mwanga utakuwa unaingia kupitia hii lens. Hii lens. Kwenye ile tulijifunza kuna focus ring na kuna zoom na lens moja. Ile lens moja inakuwa ni kwa ajili ya kuzoom, unamsogeza mtu anasogea karibu, au
unamrudisha, una zoom in na kuzoom out. Hii hapa. Lakini hii ni kwa ajili ya kufocus. Hii ya tatu ni kwa ajili ya kuongezea mwanga, exposure kwenye hii. Lakini hii ni kwa ajili ya kuzoom in na kuzoom out. Lakini hii yenyewe inazo ring kama mbili. Kuna hii ring ya kwanza ambayo ni kubwa, ni kwa ajili ya kuzoom out na kuzoom in. Sasa hii kazi yake ni kutengeneza framing nzuri kwenye picha, kwenye shot. Kama unataka upige shot medium, kwa hiyo hii inabidi uibalance upate shot ambayo unaitaka. Lakini hii ya pili ya mwisho, hii yenyewe kazi yake inakuwa ni focus, ni kutengeneza clarity kwenye picha, iwe na focus au out of focus. Kwa hiyo hii hapa ukitumia inaweza kukupa focus. Sasa hii ya mwisho huku tuliona yenyewe, hii ni kwa ajili ya exposure, inaongeza mwanga na kupunguza mwanga. Kwa kwenye hizi digital tunaona hiyo ring haipo kwenye hii lens. Sasa part nyingine ni sehemu ya kuwasha, utaikuta kwenye hii button hapa juu. Ukibonyeza hivi kamera yako ndo inawaka. Sehemu ya kuwasha ni hapa, ambapo ni button muhimu. Lakini kuna hii display, kioo chake kinakuwa ni hiki hapa. Kwa hiyo kioo lazima utakikuta kwenye kila kamera. Viewfinder kwenye hii utaipata hapa. Hii ndo viewfinder yake, hii hapa. Lakini hii viewfinder yake inakuwa iko hapa. Viewfinder utakuta naweka jicho lako hivi. Hii ndo inaitwa viewfinder. Kuna sehemu nyingine ya card slots, yenyewe utaikuta iko hapa, ni ya kufungua. Kadi yake unabonyeza ndani, inatoka memory card yake. Sehemu nyingine ni sehemu ya battery kwenye hii kamera. Sehemu yake ya battery inakuwa ni huku chini. Kwenye ile nyingine, ile camcorder tuliona battery yake inakuwa inakaa nyuma. Hii battery yake inakaa huku chini. Kuna mfuniko wake, ukibonyeza hapa ukafungua hivi, utakutana kuna hii lock, unaibonyeza battery inatoka. Hii ndo battery yake. Kwa lazima ujue pia battery inaekwa wapi kwenye hizi digital. Kwa unaona tofauti yake hii na ile nyingine, hii camcorder. Alafu sehemu ya arm ya kushikia ni hapa, wamekutengenezea hivi, inashikwa hivi hivi hivi, ndio inashikwa hivi. Kidole gumba kinakaa hapa kwa ajili ya ku adjust mwanga hapa na setting nyingine. Alafu huu mkono unakaa hivi kwa ajili ya kubonyeza hii shutter release. Ukitaka kupiga picha na mpiga picha professional akishika tu kamera utajua huyu ni mpiga picha. Kama ilivyo jeshini, wanakuambia kwamba ili umjue mwanajeshi aliye professional, ambaye amepitia mafunzo, na mwanajeshi ambaye ni fake, ni namna uvaaji uniform. Ni kitu ambacho kilinishangaza sana. Kumbe hata zile belt, namna ya kuzivaa, kuna namna uvaaji wake. Kwa hiyo hata katika kamera kuna namna ya kushika kamera. Kwa mtu akishika tu kamera unajua kabisa huyu ni mpiga picha na huyu sio mpiga picha, kwa sababu zina professional yake namna ya kuishika. Kwa hiyo mkono wake inakuwa ni hapa, ile arm. Kwa utashika namna hii. Cha kwanza utavaa huu mkanda ili ikitokea dharura yoyote kamera inakuwa iko protected namna hii. Kwa hiyo mkono wako utakuwa hivi, utashika hapa hivi. Unaona ninavyoweka. Alafu hii itakaa hapa hivi. Alafu hivi vidole vitashika hivi. Unaona? Hii nimekwambia inakaa hivi kwa ajili ya kuongeza mwanga. Kwamba ukipiga picha chap, unaangalia mwanga umezidi, umepungua, unapunguza hapa. Chap, unaangalia, unapunguza. Kwa lazima hiki kidole kikae hivi. Lakini ukimkuta mtu kamera ameshika hivi, unajua kabisa hamna mpiga picha hapo. Kamera haishiki hivi.
Kamera unashika hivi, kidole kinakaa hapa kwa ajili ya ku release zima na kuwasha hapa. Kwa mpiga picha utamkuta ameshika kamera hivi namna hii, unashika. Output zake hii utazikuta ziko hapa. Utafungua hii, kuna sehemu ya mic. Kwenye ile tuliona sehemu ya kufunga mic pia ipo, unaweza kutumia external mic. Kwa mfano kama hizi ninazotumia hizi Lavaria, hizi huo unaweza ukachomeka, kuna sehemu yake ya kuchomeka, ukachomeka ukaingiza sauti kwa kutumia mic. Kwa mfano hapa mimi mic ninayotumia nimekaa distance kidogo na kamera. Kwa kamera haiwezi kupata sauti ambayo ni clear. Kwa hiyo inabidi nitumie mic ambayo ni external ya kuchomeka. Kwa ndio maana natumia mic yangu hii hapa, nimeifunga hapa na kifaa chake kinakuwa nimekiweka nyuma huku, ili sauti yangu ninayoongea, kwa sababu niko distance kidogo na kamera, sauti iwe inaingia clear. Kwa hata katika hizi kama ukitaka kuitumia kwenye video, kwa sababu hii ni digital, inapiga picha na shoot pia video, lakini kuna kamera zile analog za nyuma zilikuwa ziwezi kufanya hiki kitu kwa sababu ya vile ambavyo zimetengenezwa. Na kuna baadhi ya kamera ambazo zimetengenezwa professional kufanya vizuri kwenye picha, lakini kwenye video utakuwa unaiforce kufanya, japokuwa utafanya. Kwa hiyo hii sehemu yake ya kuchomeka mic iko hapa, utachomeka. Na kuna sehemu ya kuchomeka USB, hii na sehemu ya kuchomeka USB utachomeka hapa. Kama ukisha shoot au ukapiga picha material yako, unataka kukopi material yako pasipo kutoa kadi, unakuwa na ule waya ambao ni USB yake, unachomeka tu hapa moja kwa moja unakopi material yako. Lakini vile vile hii USB inaweza kutumika, kwa mfano sasa hivi naona watu, mtu anapiga picha lakini amekuwa amechomeka hii USB moja kwa moja inaenda kwenye laptop. Kwa picha anazopiga zinaenda moja kwa moja kwenye laptop. Kwa para anakuwa na display, anaziona kwenye laptop picha zilivyokaa. Kwa kisha kupiga tu hauhangaiki sisi kuja kuonyesha kwenye kamera. Moja kwa moja unaenda kwenye laptop unaangalia picha zako. Kwa sasa ile connection, kuna waya ambao ni USB inachomekwa hapa. Lakini vile vile ina HDMI. Hii HDMI unaweza ukachomeka external screen, ukatumia screen nyingine. Kwa mfano hii kama unaitumia kwenye kushoot, hii bahati nzuri kioo chake kina rotate kama hivi, unaweza ukarotate. Lakini kuna kamera nyingine ambazo ni digital hazina hiki kitu, haziwezi kurotate namna hii. Kwa hiyo itakulazimu uchomeke. Kwa mfano unataka kushoot ya hivi, huwezi kananili ukainama hivi, itakuwa ni mtihani. Lazima utamkata mtu, kama ni kichwa utakata. Kwa hiyo itakulazimu uchomeke external screen. Sasa external screen itakudai uwe na wire either USB au HDMI. Kwa hiyo hii ina sehemu ya HDMI, itachomeka hapa HDMI yako itaenda kwenye screen. Lakini matumizi ya HDMI vile vile unaweza kawa unatumia transmitter, kwamba picha unayoirekodi hapa, kwa mfano kwenye gimbal, kama unatumia kwenye gimbal itakulazimu uwe na transmitter, kwa sababu utakuwa unatembea umbali mrefu au uwezi ukatembea na waya, itakulazimu uwe na nini. Kwa hizi hapa output zake ndo utatumia. Lakini vile vile kuna sehemu ya kutumia headphone, kuna sehemu ya kuchomeka headphone, kwamba kile unachokirekodi una uhakika gani sauti inaingia clear, lazima uwe na headphone. Kwa hiyo kuna hii sehemu kwenye output, maana yake sauti inatoka ndani. Headphone zako ukifungua hii, kuna kialama kabisa umekuwekea hiki hapa, kinaonyesha sehemu ya headphone. Kwa utachomeka hapa kwenye headphone namna hii, halafu unavaa headphone zako. Kwa hiyo kama una shoot namna hii waya, utakuwa unaisikia kabisa sauti inayoingia kwamba inaingia clear. Moja ya changamoto ambayo huwa inatokea unapokuwa una shoot pasipo kutumia headphone, maana yake unakuwa una shoot huko gizani, haujui kwamba sauti inayoingia ni clear ama sio clear. Kwa lazima uwe na headphone. Headphone za muhimu sana unapo shoot video. Hii headphone itakusaidia kusikia sauti inayoingia kama ni clear. Kwa hiyo kuna sehemu ya kuchomeka headphone hapa. Katika hii
na yenyewe ina sehemu yake ya kuchomeka headphone, ni hapa chini kwenye hizi camcorder utachomeka namna hii. Hizi mara nyingi sana wanapenda kutumia watu ambao wanafanya vipindi, watu ambao wanashuti taarifa za habari, mambo ya broadcasting. Hizi ni nzuri sana kwa sababu pale unaweza ukashuti video nzuri sana lakini haina sauti, kazi yako ikawa ni hasara. Kwa lazima uwe na headphone kwa ajili ya kusikia sauti inayoingia. Kwa mara nyingi hii ukishachomeka hapa, kuna sehemu utapachika nyaya zako hapa, waya utapitisha hapa ili usicheze namna hii. Kwa hiyo sauti utakuwa ukishuti kwa namna hii, kama ni unatumia hivi utakuwa unashuti sauti unaisikia kabisa, yani unasikia anachokiongea. Kwa sauti ikikata inakuwa ni rahisi kujua kwamba hapa sauti imekata. Kwa utajua kama ni mic yake imemaliza charge au kuna connection haziko sawa, kwa una fix lile tatizo kwa urahisi. Changamoto ya kushuti pasipo kutumia headphone, utakachokutana nacho ndo hiki. Sauti ikikata hautojua. Utatoka kwenye field, kuna project yako, utakapofika studio wakati wa kuedit utagundua kuna sehemu sauti imekata au sauti iliyoingia haijaingia clear sababu haukuwa na headphone. Kwa headphone ni ya muhimu pia. Lakini kwa sababu hapa naelezea part za kamera, ukiwa na headphone sehemu ya kuchomeka ni hapa. Kwa hiyo naitoa namna hii. Lakini kwa namna ya kushika nilieleza mara ya kwanza, namna ya kushika kamera ni hivi. Mkono huu wa pili unashika, unakuwa hivi. Utashika namna hii. Hii ndio inavyokuwa. Parts ya kwanza ni LCD hii hapa, ambayo inakuonyesha picha yako unaorekodi au picha yako unaopiga inakuwa inaonyeshwa hapa. Inakuwa ni kama display. Sehemu ya pili, part ya pili ni lens. Part ya pili ni lens, nimekuonyesha lens ni hii hapa. Na button, sehemu za button nimekuonyesha kamera na ina sehemu za button za kufanyia setting tofauti tofauti. Kwa leo tutaishia hapa. Nipende kukukumbusha subscribe hii channel, na kama una mtu ambaye ana future ya kuwa director, ya kuwa photographer, ya kuwa videographer, ambaye ana passion ya kufanya mambo ya production, hapa ndo sehemu yake sahihi ya kujifunza. Hapa na kufundisha kuanzia basic kabisa, njia ya chini, kwa sababu nimegundua watu wengi wanajifunza production pasipo kufuata procedure, kitu ambacho kinakuja kuwafanya wasiwe na ile knowledge ambayo inatakiwa. Kwa mimi nimeamua kudili na watu ambao wanaanza kabisa chini, ambao hawajui chochote kuhusiana na kamera, lakini vile vile hata yule ambaye anajua lakini anahitaji kupata maarifa mengine, kuongeza kitu kingine kipya, ni sehemu pia sahihi. Subscribe channel hii, share link kwa watu ambao wanatamani kujifunza production. Ni mahali sahihi pa kujifunza. Tukutane tena kipindi kingine. Bye bye.